wengine wamevaa viatu. Ninaenda nyumbani, tunarudi hakuna chakula. Jioni nikifika mnabidi mcheze tu, labda tunaambia kasenyeni kuni, unaenda kusenya kuni. Mesenya sana kuni, kukata hizo kuni za kupikia. Ndio. Naona maisha hayo ya utoto hayo. Ndio. Kuna wakati mama ananiambia kwamba nenda pale station. Tunaenda pale station, kwa nenda station, unachukua samaki, unarudi. Kutoka station Mwanza mpaka Mabatini mama anazitengeneza, unazipeleka kuziuza zile samaki zimekaangwa. Hayo maisha nimepitia. Unaweka besen, unapeleka za kukaanga. Ndio. Unaona, kwa hiyo unaona maisha kama haya ndio yamepelekea, sio mimi peke yangu, mimi pamoja na ndugu zangu kusema no. Lakini ningeendelea kwa sababu bado tuna vipindi. Yani ungeliweza kuona jinsi chakula, kuna wakati tulikuwa na njaa sana nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kuna watu walileta, kuna mtu sijui nani alituletea unga na maharage. Kama amefurahia tu, maana ni njaa nchi nzima. Yani ule ugali ukipikwa unakuwa mweusi kama simwi. Sijui kume expire, sijui vipi. Alafu yale maharage yakiwekwa yanaelea kwenye maji, yameshabunguliwa, alafu wadudu wengi. Yani kazi yenu mnapokula mnawala na wale wadudu. Lakini kikiwekwa chakula hivi, watu tunakimbia. Maana familia ni kubwa. Mnakimbilia, mnakula haraka, kinaisha kile chakula. Kazi ya Mungu ni ngumu. Kazi ya Mungu ni ngumu. Ndio maana haikuwa rahisi mimi kunani. Lakini uzuri Mungu alinibariki, nilikuwa na akili, nilienda katika level hizo vizuri. Amen. Na historia ya baba kwa namna moja ama nyingine inagusa maisha ya ndugu mtazamaji. Kama unavyomsikiliza mtumishi wa Mungu hapa, historia yake iko very emotional. Kwa kweli kazi ya Mungu si rahisi. Yes, sio rahisi. Tunaona kwamba maisha ya baba au maisha ya babu yalifanya mpaka familia yake pia na yenyewe kulipa hiyo gharama. Tena si kidogo. Sio kidogo. Sasa baba, katika maisha yako ya tutembee kutoka kwenye maisha yako ya utoto kabla ya utumishi. Maisha yako ya utoto mpaka kuja kuanza maisha ya kukua pale. Ulikuwa na ndoto gani? Kwa kweli nasema to be honest. Ndio. Yani Bwana alipokuja kuniita ndio everything vilikuwa vimebadilika. Lakini sikuwa na ndoto ya utumishi. Nilikuwa nataka tu niwe mfanyabiashara ambaye ataleta mabadiliko katika family. Ndio maana unaona nilipokuwa nikifanya kazi, maana nilikuwa nimeajiriwa serikalini. Ndio. Nilianza kuitimiza ile ndoto. Kabla sijaitwa tayari nikawa nina kashamba na lima. Unaona, nikawa na duka. Nilikuwa nafanya ufugaji wa kuku wa kisasa. Ndio. Naona nafunga, mimi na mke wangu tunafunga bajia, tunazifunga vizuri. Najua kutengeneza bajia, unaweka hivi, nafunga mifuko ya karanga, tunaboresha duka letu. Kwa hiyo nikitoka kazini, naingia kwenye duka nauza, najua kupima mafuta kwa kuweka kale ka kitu ka kufanya hivi, sio kanaitwaje? Kibaba unachukua unamimina nafahamu. Kwa hiyo ndoto yangu ilikuwa ni kuja kubadilisha maisha ya entire familia. Na mimi sikuwa nataka nije niishi kama maisha ya Moses Kulola. Kwa hiyo ilikuwa hiyo ndio my big dream na vision. Na ulifanikiwa kuitimiza kwa sehemu? Kabla sijaitimiza kwa sehemu, Bwana ka change ile direction. Kwa sababu nilikuwa kwenye ile momentum. Nilikuwa kwenye ile njia ya kwenda. Ndio maana nikueleze kwamba nilikuwa nafanya kazi kwenye makampuni ya serikali. Ndio. Naona, lakini nikawa tena ili ujue kwamba nilikuwa napigana kufanya nini. Napata mshahara mdogo kwa sababu nilikuwa napata mshahara 1200. Naona, lakini wakati huo ikanisababisha ninunue shamba sehemu za huku Kisekeseke. Kwa hiyo nikiwa natoka kazini napita na lima. Kwa kulima kabisa. Na mke wangu analima. Naona, alafu hapo nikawa na kuku. Kwa miaka hiyo ya 89 nina kuku kama 150-200 za kisasa. Nauza mayai
Ndiyo. na nini, haya nina kaduka hako natengeneza bajia, karanga, nafanya hivi. Unaweza ukaona kwamba nilikuwa kwenye motion ipi. Ni kweli. Nilikuwa nataka kufuta ile historia ya familia. Nakumbuka, unajua yale maamuzi ya mzee yalishambuliwa paka na ndugu. Kwamba umechagua maisha mabaya, watoto. Nakumbuka kuna ndugu ambao walikuwa wanatuambia familia maskini, Ndiyo. watoto hawajasoma. Ndiyo. Yaani vitu vingi wakaona tusema, na sio kwa njia ya kujificha. Ni wazi kabisa. Wazi. Kwa sababu ya njia ambayo mzee aliamua kutupisha kwenye familia hiyo. Ndiyo. Kwenye familia kuipisha kwenye njia hiyo. Ndiyo. Kwa hiyo na mimi nikawa nasema no, ni lazima nifute hiyo. Kwa hiyo unaweza kabla sijaitwa tayari nilikuwa nimeshaanza kuipigana kuifuta hiyo. Okay. Lakini Bwana aliponiita haikuwa rahisi, kwa sababu hata ndugu zangu wengi waliinuka wakasema no, haiwezekani ufanye vitu kama hivyo. Ndiyo. Kwa hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu. Amen. Na katika maisha yako hayo ya utotoni hayo, ni nani aliyekuwa karibu na wewe sana? Ulikuwa unapenda kuwa karibu na nani sana? Mimi nilikuwa napenda kukaa karibu sana na mzee. Kwa sababu tangu utoto, kwa sababu pamoja na kupata shida. Ndiyo. Lakini Mungu anamtayarisha mtu for long. Tuseme Bwana alikuwa ananiandaa kwa muda mrefu. Ndiyo. Kwa sababu tangu nikiwa bado niko mtoto mdogo primary school, ninapofunga shule nilikuwa naenda na mzee kwenye mikutano. Unaona? Nilikuwa naenda kwenye mikutano, nabeba maspika. Hapa Mwanza station ilikuwa tunajazana, maana tulikuwa tunatembea third class. Kwa hiyo mnajazana pale, mlango ukiruhusiwa hivi. Ilikuwa ni kukimbia kwenye mabehewa. Yaani ni mbio. Baba ameniambia shika speaker, ishika hii, kwa na rusha, napanda kwenye badilisha, napita huku naenda naweka na vitu kama hivyo. Sasa wengine wanapofika nakuta maspika yamewekwa pale, nasafiri na mzee. Na hapo bado una umri mdogo. Na umri mdogo. Alafu na pale najua ilikuwa Mungu ananipata ananiwekea. Kwa mfano tunaenda Mbeya, tulikuwa nafika sehemu ya Itigi. Yaani ninapofika Itigi, baba ananiambia shika ngazi. Na shika ngazi. Ikisimama niko nisimama kwa muda mfupi, ikisimama tu mimi nimesharuka chini. Alafu anaanza kunitupia maspika, mizigo na nini hapo chini na nini vitu kama hivyo. Mama anashuka haraka inaondoka. Tunakaa pale Itigi mpaka jioni, tunachukua mabasi ya Lerwe. Nafikiri nyewe bado ni watoto hamjajua. Kulikuwa na mabasi ya Lerwe. Ndio tunasafiri kutoka pale Itigi, tunapitia Chunya, tunakwenda mpaka Mbeya. Ndiyo. Na tukifika Mbeya nilikuwa ninalala katikati ya wazee. Hilo sitalisahau. Mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Mwaisabila, huyu mnaweza Asumisi Mwaisabila. Mzee Kameta alikuwa wakati wa MTAG. Mzee Kameta, Enos Kameta. Mzee wengine wazee nimewasahau majina. Kwa hiyo walikuwa nalala wazee, mimi nawekwa katikati ya wazee. Wananifunika mablanketi. Alafu usiku akiamka saa 9 wanaanza sijui mkemwa. Yaani Mungu wananiombea, wanaomba mpaka pakikucha. Basi mimi naenda nikakaa pale, labda nagusa bomba maji ya baridi. Mbeya baridi ilikuwa ni kali sana kwa miaka kabla air pollution haijawepo. Kwa hiyo nakuta kila kitu baridi. Kwa hiyo nilianza kuandaliwa bado mapema. Na the only person ni huyo. Kwa hiyo unaweza kuona hata ninapokuwa likizo ya shule. Nilikuwa na kama mikutano hapa nafanya setting up, nafanya vyombo, nafanya hivi na vile. Unaona, ndio maana mpaka nikaja kuwa mwanamuziki. Nikaanza kupiga muziki tangu nilienda chuo kujifunza mambo ya kupiga music. Kwenye miaka ya 70 na napiga muziki. Kwa hiyo the only person ambaye alikuwa anani encourage alikuwa ni mzee. Ndiyo. Unaona. Kwa hiyo paka ilifikia kipindi hata nilipoitwa nilisema mzee Kulola sintamuita baba. Maana ukimuita baba tayari hata kuzaa tena. Lakini ni baba yangu wa kiroho. Kwa sababu Mungu alimtumia kwanza kulitengeneza tangu nikiwa bado mtoto mdogo. Na ukiangalia nimezaliwa, yeye akadesign kazi.
Kwa hiyo nafikiri kulikuwa na siri pale. Okay. Unaona? Na ili ujue kwamba alikuwa na encourage. Ni ngumu sana mzazi kutambua mtoto anafanya nini. Au ni ngumu sana mzazi kutambua mtoto amekuwa. Ndio. Lakini kitu cha ajabu, kuna mtu mmoja anaitwa mchungaji mmoja anaitwa, yuko Dar es Salaam, ni jina aliniambia, yani mzee Kulola ni mtu wa ajabu sana. Kwa sababu nikitokeza na niambia mchungaji Dani. Mtumishi wa Mungu mchungaji Dani. Sasa kwa mzazi kutambua ni mchungaji ni ngumu sana. Unaona? Sasa yule mtumishi wa Mungu yuko Dar es Salaam akaniambia, yani hili peke yake ni mzee wa peke yake, kwa sababu ameshatambua na kitu gani. Ndiyo. Na anakilea kile kitu akipandisha juu. Unaona? Na tukiwa tunaenda kutamatisha, nimebakiza kama maswali mawili ya kukuuliza baba. Swali la kwanza, huyo mchungaji aliyekuwa akinitia anaitwa mchungaji Fijeru. Huyo mchungaji Fijeru tumefanya naye kazi sana. Lakini kuna mambo mengi alikuwa anazungumza. Ndio. Ambayo leo ninayafanyia kazi mpaka leo. Okay. Katika kusema tu kiurafiki, kiutani hivi. Lakini mpaka leo hayo maneno huwa yatoki kichwani. Ndio. Alikuwa na busara za kipekee sana mchungaji Fijeru. Ndio. Lakini mpaka sasa ni mchungaji, ana huduma yake pale Dar es Salaam. Karibu uendelee. Amen. Tulikuwa tunatamani kujua, mimi ninatamani kujua binafsi, lakini ninaamini hata na watazamaji wetu wanatamani kujua. Mbali na mazingira magumu ya pale nyumbani, maisha mliokuwa mnayaishi wakati huo mkiwa bado wadogo. Lakini pia tumeona ulikuwa unaambatana na baba kwenye huduma. Yaani kwamba mazingira ni magumu. Sometimes mnakuwa mnaona mbona hiki kitu kama kinatutesa. Lakini tunatamani kujua kitu gani kilikuwa kinakuvutia kwenye hicho kitu alichokuwa anakifanya mzee, kiasi kwamba unakuwa willing wewe kuondoka naye kwenda naye kwenye huduma. Sasa unajua kuna namna kwamba kwa namna nyingine Bwana alikuwa ananiandaa ili niweze kuona kazi nitakayoipitia. Lakini kwa mara nyingine tena ukiangalia mazingira tuliyokuwa tunaishi, mtu kutoka Mwanza unasafiri kwenda Mbeya, ilikuwa ni privilege. Kwa hiyo kusafiri wenyewe unafurahia kwamba nimetoka kwenye shida hizi, labda kule nitakula ugali au nitaishi vizuri na nini, interaction na watu. Ukitoka kule unajua nilikuwa safari, nilikuwa wapi. Sasa hiyo peke yake ndio ilikuwa inanivutia, kwamba unatoka kwenye mazingira, you go together, unapata mazingira fulani, ingalau unapata chakula, ingalau unakutana na watu, lakini nyuma yake kumbe Mungu alikuwa ananiandalia. Maana nilikuja nikapitia mle kwenye huduma, nikapitia mle nikarudi kwenye injili ya shida mle nilikokuwa nikikukimbia. Kwa hiyo ndio maana unaona hata wakati nafanya kazi ya uinjilisti nilikuwa tayari nina picha. Ndio. Alafu nimesha kuwa experienced katika mambo mengi. Ndio. Kwa hiyo hata mahali pengine ukifika unasoma mazingira, chakula kinakuja sio kizuri. Sijasema kwamba hiki chakula ni kibaya, kula kukirudisha. Unaenda mahali umehubiri, mtu anakupa sadaka hata shilingi chache tu ambazo haziwezi hata kulipa tiketi ya kurudi. Lakini naridhika. Na pia mzee nilipoanza huduma alikuwa ananitrain. Ananitrain sana, anasema chochote utakachopewa usikikatae. Kwa sababu hiyo ni watu wametoa madhabahuni. Kwa hiyo yani tayari alikuwa amesha ni train vizuri. Yaani unajua tunaweza tukaenda shule, vyuo vya Biblia. Lakini naamini chuo kizuri ni cha Elisha na Elia. Musa na Joshua. Hicho ni chuo kizuri sana. Ndio maana watumishi wengi wa Tanzania hawa ambao sasa hivi wamefanikiwa waliambatana na Moses Kulola. Acha kusoma. Wanaangalia reaction yake, anapopewa chakula kibaya na react vipi, anaombaje, anasomaje Biblia, ana interact vipi na watu. Yaani vitu vingi. Hivyo wengi vimewasaidia kuwasogeza mbele. Chuo kinaongeza, maana chuo mara nyingi ni theory. Na wengi wanaweza kujaza theory ndani, lakini hapo kuja kwenye matendo wanafeli. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Swali langu la mwisho baba, nilikuwa natamani kujua kitu gani kizuri unakikumbuka kutoka kwa baba?
kutoka kwa baba ambacho ni hutakisahau? Yaani kitu gani kizuri ambacho unakikumbuka kwenye maisha yako ya utoto aliwahi kukutendea, au uliwahi kukiona anakifanya, au yalikuwa ni maisha yake ya kila siku ambacho hutakisahau mpaka leo? Unamaanisha kabla sijaanza huduma? Kabla hujaanza huduma, kwenye maisha yako tu yale ya udogo udogo. Labda kunipiga. Kwa sababu katika kunipiga mama alikuwa anatupiga sana, utundu. Unaona sasa kazi zimenichosha. Nakumbuka siku moja mama niliona sasa hili shida. Kitanda, zamani vitanda badala ya kulala hivi nikakigeuza kikalala hivi. Alafu mama Jumamosi si hatuendi shule. Walipo serikali ilibadilisha Jumamosi hatuendi shule. Sasa tumechoka. Naona mama anatuamsha asubuhi, nikalilaza pale masponji vitu nikalaza. Mama akafika, amka. Akakuta hamna kitu yani nilipigwa sana, lakini katika kupigwa ndiko kumeniwekea nidhamu. Ni kweli. Mzee alikuwa very straight, mama alikuwa very straight. Kwa hiyo ni vitu mimi navipenda, though vilikuwa vinatumiza, lakini pia vitu vilivyo na nini, yale maisha transparent ya wazazi. Mimi tangu nimezaliwa mpaka mzee anakufa sijawahi kuona mzee anapigana na mama. Sijawahi kuona baba amemwattack mama. Unaona, hiyo kwangu hiyo ndio amenifanyia. Ndio maana unaona hata mimi mke wangu sipigi. Ni kweli. Unaona, simfanyii vitu kama hivi. Unaona, kwa sababu nimeshajifunza. Kwa hiyo watu wanasema labda baba alinipa, wengine wanasema baba alinipa kitu hiki, lakini vitu vile ambavyo nilijifunza kutoka kwao mimi vimenifanya niwe na nguvu ya kutembea. Lakini kingine, baba ni kunipa mke. Sasa hayo ni mambo mengine. La mwisho huku mwishoni kabla baba hajafariki alinipa zawadi nitakayoieleza. Hii zawadi ndio inoni boost na nipeleka mbele mpaka leo. Lakini kwa nyakati zile za nyuma ni kule kupigwa. Mimi naihesabu ilikuwa zawadi nzuri. Sisi tumepigwa sasa hivi, usimpige mtoto. Lakini sisi tumepigwa sana. Tuko kanisani unaona mtu anaruka tu. Kumbe mama kulala anatufinya. Unatulia, unakuwa na discipline kanisani. Ndio. Sasa hivi watoto wengi unakuta wanacheza mpira. Niko Uingereza. Nahubiri. Mtoto anacheza hapo na mimi nahubiri hapa. Anarusha mpira unapiga watu kichwani. Na ni kanisani. Don't do that. Na makanisani ya sasa hivi watoto watulia wanafanya fujo. Ndiyo. Lakini zamani unamwona mtu anaruka kumbe anafinywa. Tulia. Unakana discipline kanisani. Kwa hiyo yale matendo yaliyokuwa kiniumiza mimi nahesabu kwangu ni zawadi kubwa. Na hiyo ndio mimi discipline mimi mpaka leo. Amen. Ndugu mtazamaji, hii ni My Journey na tuko hapa na mtumishi wa Mungu Archbishop Dr. Daniel Moses Kulola, na tumesikia vitu vingi kwa kweli kutoka kwake, na huu ni utangulizi tu. Kadri tunavyoendelea kuna vitu vingi sana tutavisikia kutoka kwake mpaka vitakushangaza, na hapo ndipo tutajua kwamba kazi ya Mungu, au unapomwona mtu yupo katika ukuu au katika ukubwa kainuliwa, haikuwa rahisi kabisa. Watu kuna vitu wamepitia maumivu, wamepitia mateso, kulala na njaa, mpaka tunaona mtu anakuwa mtu mkubwa. Manake kuna vitu hapa katikati amevipitia. Sasa baba, swali la mwisho tukiwa tunaenda kutamatisha, tukiwa tunatamani kujua ni kitu gani kiliwahi kukuumiza ukiwa katika maisha ya before huduma? Kilichokuwa kinaniumiza ambacho hutakisahau kabisa kilikuumiza. Kilichoniumiza ni kumuona baba yangu anakimbia chumbani. Kiliniumiza sana kumuona baba yangu anakimbia chumbani, alafu ndugu yake amesimama na panga mlangoni anataka kumuua. Hicho sitakisahau. Kuna mwanamke mmoja ambaye ni mchungaji alikuwa anaitwa Nairej. Aisha fariki, ni mchungaji wa Arusha. Ni Masai. Alikimbia akasimama mlangoni akasema niue. Ili kumkinga baba. Baba amekimbia chumbani. Hicho kitu tulikuwa tunashuhudia. Ndugu yake anataka kumuua kwa panga. Na sababu ilikuwa ni nini? Sababu ilikuwa ni kwamba mzee kwanza yule mtoto wake alikuja akakaa nyumbani akaokoka. Ndio mtoto wa yule aliyetaka kumuua baba. Kwa hiyo alipobadilika yule kijana,
yule mzee akamabandon, akamtenga. Kwa hiyo baba akaanza kumsomesha. Ndio. Sasa yakawa yanajaa moyoni. Kwa hiyo akaona the only thing ni kumuua. Kwa hiyo alifika kipindi tulikuwa na mkutano hapa Mwanza mwezi wa 6. Ndio. Kwa hiyo watu walikuwa wamekuja watu wengi. Sasa mmoja wapo ni Naireja akasema niue, mimi ni Masai siogopi kufa. Amekuja kumkata kwa sababu amemfanya mtoto wake ukoke. Ndio. Kwa hiyo mzee akazuiliwa akisitoke nje, akawa amejificha kule chumbani. Amen. Ndugu mtazamaji wa SEC TV, tunatamatisha kwa leo. Mpaka wiki ijayo siku ya Jumanne wakati kama huu tutakuwa mahali hapa, pia tutakutana na baba. Tutaendelea kwa episodi ya pili. Kuna vitu vingi tunatamani kuvijua. Mfano safari yake ya huduma, alijuaje kama Mungu amemsemesha kwa habari ya huduma, alianzaje, alipita wapi, nani alikuwa anamuelekeza, changamoto gani alikutana nazo kwenye huduma yake, vitu kama hivyo. Ninaamini kuna watu wengi sana wanatamani kujifunza na wanatamani kusikia vitu hivyo ili viwasaidie katika huduma zao, mmoja wapo nikiwa ni mimi hapa mtangazaji wako. So usiache kutufuatilia, na kama wewe ni mara yako ya kwanza kututazama, hii ni SEC TV, unaweza ukasubscribe ili uwe wa kwanza kuendelea kupata miendelezo ya vipindi vinavyoendelea katika TV yetu hii. Sasa baba, naomba useme neno la mwisho tukiwa tunatamatisha. Nakushukuru sana ndugu mtazamaji, kwanza kwa kuwa rafiki mzuri wa SEC TV, na hii SEC TV ni matumaini kwa watu wengi. Ndio. Sisi tumeiweka si kwa mambo mengine isipokuwa kuinua mwili wa Kristo. Ndio. Kujenga mwili wa Kristo, kujenga mwili wa Kristo. Ndio. Ninakuomba tu endelea kusubscribe na kushare na watu wengine, lakini endelea kufuatilia vipindi vyetu. Ndio. Tutakuwa tunakuletea vipindi vingi, lakini watu wa kutoa ushuhuda na neno la Mungu. Kwa hiyo nakutia moyo kwamba endelea kushiriki pamoja na sisi, lakini kumbuka Yesu yuko mlangoni. Amen. Ukiangalia mambo yanayotokea, Biblia inasema ile chukizo la uharibifu litakapotaka kusimama katika mji wa Jerusalem. Ndio. Mwenye masikio na asikie. Hali imekuwa sio nzuri, na juzi watu walikuwa wametangaza sana kwamba kutakuwa ni mwisho wa dunia. Ndio. Wakasema atakuja Yesu, lakini hivyo vitu ndio maana hamkunisikia ninasema kitu, kwa sababu ilikuwa ni nje ya neno la Mungu. Ndiyo. Biblia haijatupa kibali cha kutamka tarehe, lakini majira tumepewa. Lakini ukiangalia mazingira yalivyo, dunia inavyowayawai, inavyoyumba, Yesu yuko mlangoni. Inakutia moyo kwamba maamuzi ulionayo ya kutembea na kuishi pamoja na Yesu haujakosea. Hebu jikaze. Kama umechoka usije ukazama karibu na mwisho. Naomba kama wewe kama umeacha kusali, anza kusali. Mimi nakutia moyo kwamba nilianza safari yangu nikiwa bado mtoto mdogo, lakini pia nilipoanza huduma nimepita kwenye wakati mgumu, na mpaka mzee anaondoka nimeendelea kusimama kwa sababu ya msingi niliojengewa. Na wewe tambua kwamba neno ndilo linaloweza kukujengea msingi mzuri. Ili parapanda itakapolia tu tuonane mbinguni. Hapa sio petu. Yes. Amen. Ndugu mtazamaji wa SEC TV, na huu utakuwa ndio mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako naitwa Happiness Africano. Mungu akubariki. Tukutane next week, siku na saa kama ya leo. Ubarikiwe.